Na kwingine kwa mtazamaji, mhubiri ambaye kanisa lake lilivamiwa na wananchi wiki mbili zilizopita kwa madai ya ulawiti angali anasakwa na maafisa wa usalama jijini Nakuru. Na mhubiri Peter K wa kanisa la Christ Impact Church mjini Ruiru, kaunti ya Kiambu, anahusishwa na kesi ya ulawiti iliyoripotiwa katika kituo cha polisi cha Nakuru mwezi Mei mwaka 2022. Na mlalamishi alizungumza na ripota wetu Marian Nyambura kuhusu juhudi zake za kutafuta haki kwa muda huo wote. Kijana huyo ambaye tutamuita jina Dylan na aliye na umri wa miaka 32 amesalia na makovu ya kulawitiwa kwa miaka 2 sasa. Mshukiwa anayedaiwa kuhusika na unyama huo uliotekelezwa mwezi Mei mwaka 2022 ana cheo cha nabii. Nilikuwa nafanya kazi ya tuktuk hapa Nakuru, so nilikuwa nambeba, ninampeleka kwa mavilabu, sengine nampeleka kwake. So on this day tuna kitu ilifanyika ambaye alinipigia simu akaniuliza kama niko na tuktuk. Nikamweleza sikukuwa na tuktuk, kama naweza mtafutia ingine, sababu alikuwa anataka nipeleke washirika wake mahali panaitwa Wanyororo. Nikamweleza sina tuktuk unless nikutafutie nyingine. So akaniambia usinitafutie nyingine, wewe kuja tu. Dylan anaeleza kuwa aliondoka nyumbani kwa mkutano huo na nabii Peter K ambaye aliahidi kumpa kazi kama dereva. Kuingia kwa gari akanipea pesa, akaniambia niende ninunue pombe tukunywe kwa gari, sababu alikuwa nataka tuongee. Usiku huo Dylan anaeleza kuwa alikuwa mwingi wa maswali kwa nabii Peter K asijue kilichojiri akiwa mlevi. Kunywa tu kidogo hivi nikasikia kizunguzungu, na hapo mimi nikalala, sikujisikia tena. Kitu ambacho iliniamusha ni uchungu. Kama nimelala nikasikia uchungu sana, kuamuka kuangalia naona ni huyo Peter Mbaragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu, na nilijaribu sana kufight back sababu nilikuwa very weak. Kesi hiyo imeripotiwa kwenye kituo cha polisi cha Central jijini Nakuru. Ripoti ya daktari ikionyesha kuwa jamaa huyo alilawitiwa. Miaka 2 baada ya kisa hicho kutendeka, mshukiwa bado hajakamatwa. So mimi ninaomba sana, I want justice because mpaka saa hii niko na hiyo trauma, bado nakunywa hizo antidepressants mpaka wa leo. Mimi ningetaka kuomba haki yetu, kwa sababu sasa hii ni jambo ya aibu. Hata mimi nilisikia juzi nikiulizwa na jirani. Naibu kamanda wa polisi Nakuru Mashariki Sheila Kegode amethibitisha kuwa mshukiwa anasakwa huku uchunguzi ukiendelea. Juhudi zetu za kuzungumza na nabii Peter K kuhusu madai hayo hazikufua dafu, kwani hakupatikana kwa rununu. Marian Nyambura, runinga ya Citizen. Na taarifa ina madai ambayo yanaibua maswali, maana waumini imani yao iko katika viongozi wa kidini na neno lenyewe. Kwa hiyo mikononi mwa viongozi wa kidini kila mtu huwa anakuwa na imani kubwa kwamba yuko katika mikono salama. Lakini hali ni tofauti. Mtazamaji, tunapumzika kidogo. Kumbuka leo mada yetu tunauliza, kati ya mwanamke na mwanamume nani anayepaswa kusikilizwa zaidi? Mmoja hapa ananiambia anayefaa kusikilizwa ni mwanamume. Na mmoja hapa anasema pia anayepaswa kusikilizwa ni mwanamke, maana yake akianza kuongea anaongea. Mwingine anasema baadhi ya wanaume wanapenda kusikilizwa ilhali hawapendi kusikiliza wake zao. Mwenye anasema kusikilizwa anategemea una nini mfukoni, mwanamke ama mwanamume. Lulu Hassan, mimi ni Kevin kutoka Busia, nasema mwanamke anafaa kusikilizwa, naye mwanamume aheshimiwe. Sema kitu. Mtazamaji, itakuwa tunarudi kuweza kupata maoni mengi baadaye, kwa sababu unaambia katika masuala ya kusikiliza wakati mwingine mtu anakunyamazia kwa sababu anataka umalize haraka afanye shughuli zake. Si kwamba anakuheshimu, anataka umalize, manake ana mambo mengine ya kufanya. Mtazamaji, zungumza nasi kupitia nambari ya rafa 22422 au ukipenda katika mtandao wa X @Citizen TV Kenya #NipasheVideo.